Mimi nakuletea mambo matano ambayo hupaswi kumwambia mpenzi wako hata kama mnaambiana siri zenu. Kufanya hivi kutakusaidia. Fahamu ya kwamba huyo ni mpenzi na si mke, huyo ni mpenzi na si mume. Mnaweza mkaambiana baadhi ya mambo, lakini kwa mengine mkawa mna limit, because hauwezi ukajua kesho yenu itakuja kuwa namna gani. Umenyelewa? Na jambo la kwanza ambalo hutakiwi kumwambia mpenzi wako hata kama unampenda kiasi gani ni siri za watu wengine. Kama mtu amekuamini na akakwambia siri yake, usije ukavunja siri hiyo kwa mpenzi wako kwa sababu unampenda. Maana mtu yule kuamini, yani kuna watu wengine anapoingia kwenye mahusiano mpaka siri za watu nakuja kumwambia mpenzi wake. Hasa hivyo sio poa. Usimwambie mpenzi wako siri za watu wengine ambazo uliambiwa mtunzie siri hii, usimwambie mtu yeyote. Na jambo la pili ambalo upaswi kumwambia mpenzi wako ni siri za kifamilia. Sawa, kuna siri za kifamilia ambazo hupaswi kuzitoa nje. Zinatakiwa zibaki za kifamilia. Yaani licha kwamba mnapendana, si unamwambia mambo yenu ya kifamilia. Siri za familia zinatakiwa kulindwa, kwa sababu huyo si mpenzi, huyo si mke kumrazi, wala huyo si mume, huyo ni mpenzi bado. Kwa hivyo linda siri ya familia zenu ambazo hazina ulazima wa yeye kuzifahamu. Si tu kwa sababu mnapendana ndio kila siri ya familia unaweza kumwambia kesho kutwa. Hapo ndio kutakuja kuanzia. Kwanza familia yenu sinakuaga hivi yenyewe. Familia yake, yani mtakapoachana anaweza kuambia mimi kama nimeachana yule mvulana kwa sababu familia yake si hivi na hivi, uchawi mwingi ndio hivyo, afu singeendelea. Sasa unakuta ulimpatia fursa ya kuweza kujua siri yako. 3, usitoe password ya benki yako, yani password ya mambo yako private, alright? Hapa tunahusiana na mambo ya pesa. Yani kodi zako za pesa hatakiwi mpenzi wako kujua hizi. Mimi nasema mpenzi, sijasema mke tafadhali. Yani hatakiwi kujua, kwa sababu mnapendana ndio mtu anajua password ya account benki yako. Sijui unaanza kumfanizia kwa sababu mnapendana anatakiwa kujua, ani mpaka mambo yako ya private sana anayajua kirahisi. Sio poa. Muishi kwenye mahusiano lakini muwe na limit na haya mambo. Kwa sababu gani? Akijua password ya account benki yako, kesho naweza mkaachana, alafu ikakuwa ni changamoto. Wazi ukashindwa kumwacha. Kwa sababu gani? Utamwachaje wakati ameshajua moja kati ya siri zako kubwa? Unaanza kuhofia sasa. Au hofii kumpoteza, bali unahofia siri ambazo ulimwambia itakuwaje. Je, atazitunza pale ambako hauko naye tena? Unakuwa mtumwa. Umeelewa vizuri? Hapa na kukomboa fikra zako. Na 4 ni mambo ambayo uliahidi kuyaweka siri, mambo ambayo uliahidi au tumwambia mtu mwingine. Kama uliambiwa kitu na mtu kwa masharti ya kwamba usije ukamwambia mtu mwingine, basi usivunje ahadi hiyo kwa kisingizio, kwa sababu ya mpenzi labda niseme. Yaani mtu amekwambia kwamba iki usimwambie mtu fulani. Sasa wewe kwa sababu ya mapenzi unakuja unavunja ile ahadi. Hapo unafanya kosa kubwa. Kwa hivyo kama uliwahi kuambiwa kitu kwa sharti usimwambie mtu mwingine, hata mpenzi wako hicho usimwambie. Fahamu kwamba huyo ni mpenzi na si mke wala mume. Na pointi la 5 sasa, ambalo ni la mwisho, usimsifie ex wako, aiza usimchambe ex wako mbele ya mpenzi wako. Usizungumzie mabaya aiza mazuri ya ex wako mbele ya mpenzi wako mpya. Akikuuliza kwamba mpenzi wako wa zamani ilikuwaje, wewe mwambie alikuwa mzuri na mimi nilikuwa mzuri, lakini haikupangwa mimi na yeye kuongozana na ndio maana tulikuja tukaachana. Akiendelea na maswali, basi mwambie zima hiyo mada. Sijui unanielewa